tunalitukuza jina lako Bwana, tunakuinua. Daudi akasema, nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu utatoka wapi? Tunainua macho yetu Bwana na kukutazama wewe, hata wakati ambapo tunapita katika hali ngumu. Yubu akasema ya kwamba ninajua jambo moja, mtetezi wangu yu hai. Tazama kila mmoja, tazama kila nafsi Bwana. Wewe uonaye kwa siri, fikia hitaji ya mama yule, fikia hitaji ya mzee yule anakutazama, fikia hitaji ya mwanarika huyu, fikia mahitaji ya watoto wadogo, fikia mahitaji ya kanisa lako. Kila moyo unakutamani Jehova, kila nafsi inatamani tu kuishi nawe. Mataifa yote yatakusanyika, kila goti litapigwa mbele zako Mfalme, kila mtu atakiri kwa kinywa chake. Ninakushukuru kwa kila mmoja Bwana. Tunapowaza kuhusu siku hii ya mwisho, tunaona ya kwamba ni heri kuyaweka maisha yetu mikononi mwako, ni heri kuficha familia zetu mikononi mwako, ni heri kuficha maisha yetu mikononi mwako. Maana nasema ya kwamba unapotushika hakuna kutoa kwa mkono wako. Umetuandika katika kiganja cha mkono wako. Ninakushukuru hata mwaka unapoelekea kuisha, tumekuona kwa njia ya kutofauti sana. Tumekuona katika familia zetu, tumekuona kwa watoto, tumekuona kwa kazi, hata kwa nyumba yako tumekuona Jehova ukipenda katikati yetu, katika jina la Yesu. Kuna mambo mengi tuliyotazamia kufanya mwaka huu, kuna mambo tulifanya ya mwaka huu Jehova, lakini naamini ya kwamba kwa wakati wako utatenda. Wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Pole walio wagonjwa, wape matumaini wasio na matumaini, watie nguvu wanaoishiwa na nguvu, na utupe neema ya kusonga mbele. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen, amen. Piga Yesu makofi. Naomba basi tufungue Biblia zetu, kitabu cha Luka Mtakatifu, Luka Luka kifungu cha pili, Luka kifungu cha pili. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Mstari wa 4. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe. Kifungua mimba, akamfika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili iliyopita
Roho Mungu aliweza kuzungumza nasi kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na kuna mambo mengi ambayo tuliweza kuyaangalia, na siku ya leo tunapoendelea na wazo hilo, ninapenda tuweze kwa pamoja, maana kuna mambo ambayo yalifanyika wakati ambapo Yesu alikuwa anazaliwa. Mahali ambapo tulikuwa tunasoma, kuna mambo matatu ambayo yanatokelezea. Jambo la kwanza, unaposoma mstari wa kwanza, unaona ya kwamba kuna amri ambayo ilikuwa imetolewa na mfalme ya kwamba watu waende wakajiandikishe, kwa sababu jambo la kwanza ambalo linaonekana mahala pale wakati ambapo Yesu anazaliwa, kulikuwa na census. Wale wanaelewa census ambayo ilifanyika, kuna watu walikuwa wanatembea kwa manyumba, nauliza mko wangapi, mko na nyumba, mko na plot mahali, mko na ng'ombe, mko na nini, wengine wakadanganya, lakini ikatoka hapo. Ndio jinsi nilikuwa na register shaka. Hapo mchungaji mmoja akaniona, akaniambia, "Ulishi sema una kitu. Uko na nini? Uko na nyumba, ingine nilikuwa nauliza. Sababu mtu kama mimi ni pastor, ninasema hata nikidanganya si Mungu ananiona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ilikuwa ni wakati watu walikuwa wanasajiliwa, watu walikuwa wanaandikwa. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba Yesu walitoka katika mji ambao waliishi Mariamu na Yusufu wa Nazareth, wakakuja katika mji wa Bethlehem. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la mwisho ni kwamba wakati Yesu alikuwa anazaliwa, hakukuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Kwa hivyo Yesu wakati ambapo alikuwa anazaliwa, hakukuwa na nafasi. Mariamu alitafuta tu mahali, akaona holi mahali ambapo wote walipata chakula. Hapo ndipo Yesu alikuwa anazaliwa. The Virgin. Ndio leo nataka tujiulize maswali matatu. Why the census? Why in the time of census? Why would Jesus be born? Wakati ambapo watu walikuwa wanasajiliwa. Maana watu wakisajiliwa, kuna shughuli mingi ambazo zilikuwa zinafanyika. Jambo la pili, kwa nini Yesu azaliwe Bethlehem? Na jambo la mwisho, kwa nini azaliwe kwa zizi la ng'ombe? Inamaanisha kwamba watu hawa hawakujua yeye anayezaliwa. Inamaanisha kwamba Mungu na uwezo wake akiwa juu mbinguni hakujua kwamba Yesu anazaliwa. Papatikane nafasi ili Yesu azaliwe kwa nyumba yenye adabu, kwa nyumba yenye maana, ili kwamba Yesu akazaliwe katika zizi la ng'ombe. Why in time of census? Number 2, why in Bethlehem? And finally, why in a manger? Kwa nini Yesu azaliwe katika zizi la ng'ombe? Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikurudishe nyuma kidogo. Unaposoma kitabu cha Mwanzo, wakati ambapo Mungu aliumba Adamu na Hawa, maandiko yanasema ya kwamba Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake, na Mungu alimpenda mwanadamu. Kwa hivyo uhusiano wa Mungu na mwanadamu katika shamba ya Edeni ulikuwa ni uhusiano mwema. Hata Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa anatembelea mwanadamu huko shambani ya Edeni. Na hata wakati ambapo mwanadamu alijaribiwa na Shetani na akaanguka, desturi ya Mungu anatembea katika shamba la Edeni. Anamuita Adamu, Adamu uko wapi? Anaanza mambo, anaanza kusema ule mke uliyenipea. Mke anasema ya kwamba ule nyoka, wanaanza kompleni, bageni, lakini uhusiano wa mwanadamu na Mungu ukapotea. Katika kitabu cha Mwanzo fungu cha 3. Hiyo kibiblia inaitwa bad news. Those were bad news to man. The man whose relationship with God was very right. It is now hard. Mtu ambaye alikuwa anatembelewa na Mungu, mtu ambaye alikuwa na uhusiano mwema na Mungu, mtu ambaye alikuwa anashirikiana na Mungu, mtu ambaye aliumbwa kwa mfano wa Mungu, sasa amemwasi Mungu, amepotea machoni mwa Mungu. Mwanadamu akahesabu kwamba utakufa,
Hiyo ni habari njema kwa mwanadamu ambaye aliumbwa sio kufa. Habari mbaya ikakuja, mwanadamu utazaa kwa uchungu. Habari mbaya ikakuja, mwanadamu utakula kwa jasho lako. Unaona sasa hivi nimemwaga jasho, utakula kwa jasho lako. Habari mbaya ikafikia, nimeweka uadui katikati yako na nyoka, wanyama ambao waliishi na mwanadamu kule shambani ya Edeni. Mwanadamu akawa amepotea usoni mwa Mungu. Mwanadamu akamwasi Mungu. That was bad news. Hiyo ilikuwa habari njema kwamba mwanadamu sasa hauna uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu hakutaka ifike. Baada ya habari mbaya, baada ya habari ya kutisha kwa maisha ya mwanadamu, tunaona Mungu hakumsahau mwanadamu. Mahali ambapo tumesoma katika kitabu cha Wagalatia, Galatians chapter 4. Naomba tusome hapo pamoja, ili tuone habari njema inakuja namna gani katika maisha yetu. Galatians chapter 4 verse 4. But when the right time came, God sent His Son, that was born from a woman and lived under the law. God did this so that He could buy the freedom of those who were under the law. God's purpose was to make us His children. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya mwanadamu kupotea na kuwa katika habari mbaya na kuwa katika ana uhusiano mwema na Mungu, Biblia inasema ya kwamba Mungu akaona si vyema mwanadamu apotee milele, but in the fullness of time Yesu akazaliwa. The good news. Salimia mwenzako, mwambie Yesu ndiye habari njema. Mwambie tena, ukiona shida yule aliyekaa ile dini, mwambie Yesu ndiye habari njema. Habari njema kwetu ni kwamba Yesu amezaliwa ili kwamba uhusiano na habari mbaya na yale matukio yaliyotupata, Yesu amezaliwa ili arudishe uhusiano wetu na Mungu. Na ndio Biblia inasema ya kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, ndipo akamtuma mwanawe wa pekee ili afe kwa ajili yetu, ili atakayemkubali asipotee, lakini akawe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ile habari njema ya kwamba mtakufa, ile habari njema ya kwamba mtakula kwa jasho, Yesu anakuja, anazalika ili atuletee habari njema ya kwamba hakuna kupotea tena. Atakayemwamini Yesu ataurithi uzima. Tupigie Yesu makofi mazuri kwa kutoka. Na ndio wakati ambapo Yesu anazaliwa, kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanyika. Jambo la kwanza nimesema, watu walikuwa wanasajiliwa, kulikuwa na census, kulikuwa na registration, na ikatoka kila mtu atembea kwa mji wao akasajiliwe. Jambo liko na maana katika maisha yetu kama Wakristo, kwa sababu Yesu anazaliwa ili arudishe uhusiano wetu na Mungu uliopotea. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu wakati ambapo census inaendelea, wakati ambapo watu wanaandikishwa, hiyo ina maana kwetu kwamba watakao kumbali Yesu huyu amezaliwa, jina lao litaandikwa katika kitabu cha uzima. Haleluya. Ninapenda ujiulize siku ya leo, Christmas is timeless. Today we are celebrating Christmas. Tuko katika msimu wa Christmas na bado watu wamekataa kumchukua huyo Mungu. Watu wanasema Yesu amezaliwa. Kwa kweli Yesu amezaliwa kuleta tumaini kwa dunia ambayo ilikuwa imepotea. Anazaliwa wakati ambapo mfalme ametoa amri watu wakajiandikishe. Mungu amesema ya kwamba na yule ambaye jina lake alitapatikana katika kitabu cha uzima, huyo atahesabiwa katika furaha ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Andikisha jina lako katika kitabu cha uzima. Tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, tunakumbuka tumaini kuu ambalo alitupa huyu Mungu ya kuzaliwa kwa Yesu. Hivyo basi, andikisha jina lako katika kitabu cha uzima.
Bwana Yesu asifiwe. Why the census will be blinded. Wakati ambapo unaandikisha jina lako kupitia kwa Bwana Yesu, na ndio hapo tulisema ya kwamba Yesu alikuwa anajibu akisema ya kwamba I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. Yesu alikuwa anauliza ya kwamba unapokaa kwenda juu mbinguni unakuaje? Tulizoea kuishi na wewe, itakuaje? Hatujui njia, hatujui unapokwenda. Yesu akawaambia ya kwamba kuja kwa Yesu, kuja kwa Mungu ni kupitia kwangu. I am the way, without me no way. I am the truth, without me you know nothing. Without knowing the word of God, you don't know the truth. And that's why the Bible says, that's why people say, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Without knowing the word of God, you live in captivity. You don't know the truth. Without Jesus, you have not been. I am the way, the truth, and the life. Without Jesus, no life. Without Jesus, no life. Salimia mwenzako mwambie, minus Jesus, no life. Bila Yesu hakuna uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema mimi ni njia, bila mimi hakuna njia. Akasema mimi ni kweli, bila mimi hakuna ukweli. Na mimi ndimi uzima wa milele. Bila kumpokea Yesu hakuna uzima wa milele. Lazima tuelezane ukweli. Uzima wa milele tutaupata kwa kazi aliyofanya msalabani na kwa kuzaliwa kwake, kumpokea yeye, kuandikisha jina lako, uko na uzima. Pia Yesu wako. Number 2. Why in Bethlehem? Kwa nini Yusufu hata ikawa mfalme alikuwa ametoa amri watu waende katika mji wao? Why in Bethlehem? Unaposoma Agano la Kale, manabii walitabiri, manabii walizungumza, wakasema ya kwamba katika mji wa Bethlehem kutazaliwa mfalme. Katika uzao wa Daudi kutatoka mfalme ambaye ni Yesu. Yesu alikuwa ametabiriwa kitambo atazaliwa Bethlehem. Bethlehem inamaanisha kwamba ni unabii, ni promise of God being fulfilled. Bwana Yesu asifiwe. Why Bethlehem? Kwa nini amezaliwa huko? Kwa nini hata wewe mahali hakuna nafasi? Ilikuwa ni unabii ambao ulikuwa unatimia. Yale aliyoahidi Mungu katika maisha yako lazima itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Yale aliyosema hata kama itachukua miaka 10, hata kama itachukua miezi, hata kama itachukua muda gani, yale aliyosema Mungu kwa kinywa chake juu ya maisha yako lazima itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho Mungu alikutabiria, kile ambacho Mungu anajua ananena katika maisha yako, lazima kwa wakati wa Mungu itatimia. In the fullness of time, in the fullness of time, in the fullness of time. Somebody shout amen. In the fullness of time, God gave the Son Jesus Christ to die in the cross. In the fullness of time, watoto wako watabarikiwa. In the fullness of time, we believe in Him who does beyond our imagination. Somebody shout amen. His promises are yes and amen. God has never lied. In my life I can testify. Mungu adanganyani. Mungu asemi uongo. Alichosema ni kweli na ni amina. Haijachelewa. Naomba umngoje Mungu. Naomba utazame Mungu upendo. Inaweza kuwa hata tunapokamilisha mwaka hauna hata njia ya kwenda nyumbani. Ulikuja Nairobi kutafuta pesa, lakini unawaza na kuona katika maisha yako, hata unaporudi nyumbani watu watakuelewa. Unaona kwamba unaona kwamba hata umeangusha hata watu wa kweli, watoto wako umewaangusha. Haijajipa. Ulimwamini Mungu, tuliomba na wewe, lakini unasikia kufika sasa I'm disappointed. Sina chochote, mwaka unaelekea kuisha. Nilitazamia ndoa lakini hakuna kitu. Nilitazamia mtoto lakini hakuna kitu. Nimekuja kukutia nguvu ya kwamba hata wakati huu unaishi uko chini na hakuna jambo ambalo limefanyika, bado Mungu anakupenda. Watu wanaweza wakakuachilia, watu wanaweza wakakuondoa kwa maisha yako. Pesa
unaweza kosa kuingia, lakini nikwambia kwamba kuna aliye juu bado anakupenda. Jipe nguvu mpendwa, tunapokamilisha mwaka, muujiza wako bado utapata. Mtu aseme amen. Kwa hiyo, how would Jesus be born in a manger? Kwa nini Yesu? Kwa nini Mungu asababishe kwa uwezo wake Yesu azaliwe katika zizi la ng'ombe? Mimi naambia mimi nilizaliwa hospitali. Nimeshuhudia watoto wengi wamezaliwa nyumbani. Lakini hapa wale wamezaliwa nyumbani, sijaona mmoja amezaliwa katika zizi la ng'ombe. Sijaona mmoja amezaliwa katika mahali ambapo kuku wanaishi. Sijui ni nani hapa katikati yetu amezalia mtoto wake katika hali ambayo Yesu alizaliwa. Lakini Mungu akiwa Mungu na akiwa juu ya mamlaka yake na juu ya ulimwengu huu, akiwa anaweza kuamrisha anga na anaweza kuamrisha kila kitu, alisababisha Yesu azaliwe katika zizi la ng'ombe. Jambo hilo nilipokuwa ninaliwaza, niliona mwanzo mdogo. Niliona mwanzo ambao ni wa kudharauliwa. Niliona mahali ambapo Yesu anazaliwa hakuna mtu anaweza kukubali. But God, Jesus humbled himself. Mungu akashuka zaidi pale chini ili aweze kumaccommodate kila mtu. Bwana asifiwe. Alishuka mahali pale kwa unyenyekevu, akazaliwa katika hori la ng'ombe. It was humbleness, ili kwamba kila mtu wote, walio maskini, walio tajiri, wote waingie katika uzima. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakutazama vyeo, hakutazama mahali ambapo kulikuwa, hata hakuomba mahali pa kuzalia. Sasa ukienda na chia na usikie unataka kuzaa, si mtu anasikia kama anataka kuzaa ama mtu anazaanga tu, uone utatafuta tu kama utawapa nyumba tu, at least mahali usalie mtoto wako mahali basi. Na hata wale wanasalia kwa njia, watu watakimbia, wataandika Yesu wafanye nini ili usisae mtoto mahali penye aibu. Lakini Yesu alizaliwa akaishi dunia hii, watu wakamdharau. Watu wakamwambia, wewe nimesiona namna gani unatumia nguvu ya Beelzebuli. Watu wakamtega, wakamtoa, wakamtega mpaka wakamtundika msalabani. Lakini kwa yote ilikuwa ni kwangu mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Alikufa kifo cha aibu ili mimi na wewe tuheshimike na tuitwe wa Kristo. Mwanadamu aliyekuwa amepotea, mwanadamu aliyekuwa amemwasi Mungu, Yesu anakufa bila hatia. Biblia inasema yeye ambaye hakuwa na dhambi alifanyika dhambi ili auchukue mzigo wangu na wako, na atakayemwamini ataupokea uzima. Bwana Yesu asifiwe. Usimame. Naomba tutulie mbele sana. Christmas is timeless. Yesu hajazaliwa leo, tunakumbuka tu alizaliwa. Nabii akasema, "O Bethlehem, kwako kutatoka mfalme." Bethlehem ni mji ambao ulidharaulika kwa kutazama. Naweza kuwa watu wamekudharau. Naweza kuwa hata watu wamesema hakuna kitu chema kinaweza kutoka kwako. Nabii akasema, Bethlehem, kwako kutatoka mfalme. Nazungumza na mtu aliye chini. Nazungumza na mtu ambaye anatazama hali, anakata tamaa. Mimi ni shuhuda ya kwamba Mungu mtu wa mtu mavumbi namketisha na ufalme. Haijalishi nini ambacho umepitia, sikate tamaa mpendwa. Bado Mungu.
yeyote ambaye jina lake litapatikana katika kitabu cha uzima atatupwa nje. Naweza kuwa mchungaji, naweza kuwa kiongozi, vitabu vitafunguliwa. Yesu akasema mimi ni njia, kweli na uzima. Pasipo kumjua Yesu, pasipo kuelewa kazi ya msalaba, pasipo kuelewa habari njema, hakuna kurithi ufalme. Napoinamisha vichwa vyetu chini, inani siku ya leo ambaye anapofikiri katika moyo wake na anapowaza maisha yake, anataka kumpokea Yesu awe mwokozi wa maisha yake. Kwa mkono wako mahali ulipo, sema ya kwamba ninataka kumpokea Yesu